Yesu Kristo. Basi nichukue fursa hii kuwapongeza, lakini vile vile kuwashukuru kwa kuwa tayari kusafiri kutoka huko mlikotoka na kufika ili tuweze kushirikishana machache na hususa juu ya wajibu wetu kama waratibu wa hija katika sehemu au parokia tunazotoka. Basi mimi nao machache ambao ningependa niweze kuwashirikisha. Mwaka jana tulikuwa na mwaka wa jubilei kuu ya kanisa ambao tuliongozwa na kauli mbiu mahujaji katika matumaini. Sasa tulikuwa na hija mbalimbali ambazo tulizifanya, na kwa mwaka huu tukawa tumeanzisha utaratibu basi walau kila parokia tuwe na makundi au tuwe na watu mmoja au wawili kwa ajili ya kufanya kazi ya kuratibu mpango mzima wa hija. Lakini toka tumeanzisha utaratibu huo hatukupata nafasi ya kukutana. Kumbe leo kwa uchache wetu tunatumia fursa hii kuweza kuelezana machache kwa ajili ya utume wetu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwanza kabisa, kituo chetu cha hija kama tunavyofahamu ni kituo cha hija cha Utatu Mtakatifu, na katika jengo hili huo Utatu Mtakatifu unawakilishwa kwa alama mbalimbali. Mojawapo ni hiyo milango mitatu mnayoiona hapo. Kuna mlango mkubwa, kuna mlango wa pembeni na huu mwingine wa pembeni. Kwa hiyo haikuwepo kama mapambo au kurahisisha watu waweze kuingia, ni kiashiria mojawapo cha Utatu Mtakatifu. Lakini jambo la pili ni hiyo misalaba iliyoko juu, ambapo tukitoka nje tunaweza tukaiona, lakini kwa ndani kuna viashiria hivyo. Hapa katikati kuna msalaba, pale pembeni na pale pembeni. Hizo zote ni katika kuashiria Utatu Mtakatifu. Lakini pembeni tunaona picha hiyo ambayo inatokana na lile simulizi ambalo malaika wanakwenda kumtembelea Ibrahimu na yeye anapoandalia chakula. Sasa bwana mmoja Lubrick, baada ya kuwa ametafakari tukio hilo, akasema kwamba ingawa hatuwezi kumuonesha Mungu katika Utatu Mtakatifu kwa namna ambayo tunaweza tukamwelewa, lakini baada ya kuwatafakari wale malaika watatu waliokwenda kumtembelea Ibrahimu, basi akapata ufunuo kwamba hao ni kiashiria cha Utatu Mtakatifu. Kwa hiyo hivyo tunavyo hivyo vitu vitatu, hiyo milango, lakini misalaba na picha hiyo kutokana na tafakari ya huyo ambaye alichora. Katika jengo hili tunazo picha mbalimbali ambazo tazieleza wakati tunaanza tafakari hii au mada hii inayozungumzia juu ya hija. Tunazo picha mbalimbali za watakatifu. Tunaamini kwamba mtu anapokuja kufanya hija anakuja kwa ajili ya kuchota neema na baraka za Mwenyezi Mungu, lakini vile vile ikiwa ni pamoja na kufanya mabadiliko katika maisha yake. Sasa kabla sijaelezea, nianze kwanza kwa ufupi juu ya hija, ili tunapokwenda huko maparokiani, tunapofanya kazi hiyo ambayo maparoko wametukabidhi ya kuweza kuhamasisha hija, basi tuwaeleze waumini na wao waweze kuvutika zaidi kupenda kumwelekea Mungu kupitia hija mbalimbali tunazokuwa nazo. Kwanza, tunapozungumzia hija, hija ni safari, na safari hii ni safari ya kiroho.
kwamba mtu anatoka sehemu moja anakwenda sehemu nyingine akilenga kuimarika katika roho yake. Na katika safari hii tunaiona katika namna kuu 4 au hatua 4 za kufanya hija. Hatua ya kwanza ni kuwa na nia kwamba ninataka kufanya hija. Hiyo inapaswa itoke moyoni kwako kwamba nia yako ya kufanya hija. Ndio hatua ya kwanza kabisa ambayo kila mmoja anapaswa kuwa nayo. Hatua ya pili, baada ya kuwa na nia hiyo, kubaki nayo hivi hivi, unachukua hatua mara moja. Kwa hiyo unaanza safari ya kuelekea eneo hilo ambalo unakwenda kufanya hija. Na hatua ya tatu ni kufika na kufanya kile kilichokupeleka. Na mwisho, baada ya kukamilisha hayo yote, ni kuanza safari ya kurudi ukiwa mtu mwingine tofauti. Kama nilivyosema, ni safari ya kiroho. Tunapofanya hija inataka tufanye mabadiliko ya kiroho. Sasa katika hija, huyu anayekwenda kuhiji anakwenda Uganda, anakuja Ifucha, anakwenda sehemu mbalimbali, tunamfahamu kwa jina la muhujaji au jina lingine ambalo Mwasha Baba Askofu Mkuu mstaafu anapenda kulitumia kwamba huyo anakuwa ni muhiji. Sasa tunapaswa tutofautishe kati ya mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza ni mhujaji, jambo la pili ni mtalii, na jambo la tatu ni mpitaji. Hawa ni watu tofauti. Wote wanaweza kaja kwenye sehemu ya hija, lakini mwingine akaja kama mtalii, mwingine akaja kama mpitaji, na mwingine akaja kama mhujaji. Sasa mhujaji, tofauti yake ni nini kati ya watu watatu? Mtalii yeye anakwenda kwa ajili ya kujifunza, anakwenda kutembelea eneo apate kufahamu, na si kwa lengo lingine zaidi. Huenda ni kwa ajili ya kujifunza katika maisha yake na kufahamu yale ambayo alikuwa hafahamu. Mpitaji, naweza ukachukulia kwa mfano, kuna watu mbalimbali wanapita, labda anaelekea Dodoma, anasema kwamba kuna sehemu nimesikia kuna kituo cha hija, hebu ngoja nipite nione. Huyo ni mpitaji. Sasa huyu muhujaji ni huyu ambaye nimesema anafata hizi hatua 4. Lazima kwanza awe na nia kwamba ninapanga niende hija, lakini pili aweze kufunga safari, afike na kukamilisha kile kilichompeleka. Huyo ndio muhujaji ambaye tunamzungumzia. Na katika kujifunza hilo, tukisoma maandiko matakatifu, kitabu cha Mwanzo sura ya 3 aya ya 9. Kitabu cha Mwanzo sura ya 3 aya ya 9. Bwana Mungu akamwita Abrahamu akamwambia, uko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako bustani, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Katika andiko hilo tunamwona Mungu kama muhujaji mkuu, anafanya safari, anafunga safari kumtafuta mwanadamu aliyepotea, Adamu ambaye amekengeuka. Mungu amwache hivi hivi, anafunga safari na anamtafuta kule aliko ili amrejeshe katika uhusiano naye. Na swali analoliuliza kila anapofunga safari kuja katika maisha yetu, pale tunapokwenda ndivyo sivyo, anatuuliza swali hilo hilo analomuuliza Adamu, uko wapi? Uko wapi? Ndilo swali ambalo Mungu anatuuliza anapofanya hija katika maisha yetu. Na katika maandiko matakatifu tumeona sehemu mbalimbali, tunaweza kaona
ambavyo Mungu anafunga safari hiyo, na utimilifu au kamilifu wa safari hiyo ya hija ambao Mungu anaifanya ni kupitia Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe, kupitia Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe anayefunga safari akiwa na nia ya kumkomboa mwanadamu. Safari hiyo anaianza katika umwilisho, ambapo anatoa mwili, anachukua hali ya mwanadamu, na katika kufika kwake anazaliwa, na mwisho baada ya kukamilisha anarudi akipaa mbinguni. Anafuata hatua zile zote ambazo tumeziona za kufanya hija. Mungu anapofanya hija na kutuuliza uko wapi, sisi tunapofanya hija maana yake ni nini? Tunajiruhusu ili huyu Mungu anayetutafuta na sisi tunampa wepesi aweze kutupata katika maisha yetu. Ndicho ambacho tunachoona kila tunapofanya hija, ni katika muono wa kwamba tunajiweka tayari ili huyu Mungu anayefanya hija, huyu Mungu aliye mhujaji mkuu aweze kutupata kwa urahisi. Katika maandiko matakatifu tukisoma Yohane sura ya 4 aya ya 6 na kuendelea, tunamwona mwanamke Msamaria wanakutana na Yesu kisimani. Yesu kama Mungu anamtafuta mwanadamu aliyepotea, na huyu mwanamke anajiruhusu ili aweze kupatikana. Anakwenda kituo cha hija ambacho katika yeye kisima kinatumika kama kituo cha hija, anakwenda kukutana na Mungu. Lakini pia tukisoma Luka sura ya 19 aya ya 5, tunamwona Zakayo anatumia fursa hiyo. Yesu anapita, anatafuta waliopotea, na yeye anatumia fursa hiyo, anakwenda kuhiji juu ya mti ili aweze kukutana na Mwenyezi Mungu. Kumbe tunapokuja hija ni kwamba Mungu tayari yuko safarini, anatutafuta, na sisi tunakuja kujiweka tayari ili tuweze kupatikana kwa urahisi. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa wajibu wetu kama waratibu ni upi katika kufanikisha hayo, ili hawa ambao wanaweka nia zao kwa ajili ya kumtafuta huyo Mungu waweze kumpata kiurahisi? Taomba tusome Injili ya Yohane sura ya 1 aya 35 hadi 42. Tena siku ya pili yake Yohane alikuwa amesimama pamoja na wawili katika wanafunzi wake. Akamtazama Yesu akitembea, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu. Tunamwona Yohane anafanya kazi ya kuwaelekeza wengine kwa Kristo. Anaelekeza wanafunzi wake na wao wanamfuata. Kazi yetu kubwa kama waratibu ni kuwaonyesha wengine kwa Kristo. Na tunafanyaje katika hilo? Kwanza tukianza sisi wenyewe. Tunapo ratibisha juu ya hija na kuhamasisha, lazima sisi tuwe mfano, kwamba tuwe mstari wa mbele katika kufanya hija, ili wengine watuone na waweze kuona kwamba wanawiwa sasa kumfuata Kristo kama anavyofanya Yohane Mbatizaji. Ndio wajibu wetu ambao tunaokuwa nao. Tumsifu Yesu Kristo.